Hello guys, leo nitasema praise God. Cause leo story ambayo tunaenda kuongelelea ni mambo na mitume na anything to do with mitume ama nini nini, so wacha tu tuseme in short, tunaenda kuongelelea mambo na God. Anyway guys, karibuni tena sana. Hope your camera iko poa hapo. Let me see. Okay guys, karibuni tena sana. Niongelelea mambo mawili matatu, na kama hautaelewa ama uko na swali labda utaniuliza kwenye comment section. Kama ni ya kukujibu nitakujibu, juu kuna watu wengine huuliza maswali balaga, rhetorical question, inakosa jibu. Ama unauza swali sasa unashindwa nitakujibu aje. Na kama ni swali ambayo hitaji jibu nitawapatia. So guys, karibuni tena sana kwa Doreen Show. Kama wewe ni mgeni, remember to subscribe, like, share. Nataka niseme hivi, kuna mambo yamekuwa yakiendelea kwa mtandao. Kuna groups kadhaa nisikie mkisema sijui wacheni kutajataja watu. I am a content creator, I am a blogger, na sioni kama nitaacha kutaja mtu yeyote. Nikiamka leo nikisikia nataka kutaja fulani, hiyo ndio nitafanya. Because I'm a content creator. He is or she is a content creator. Alikubali kukaa kwa mtandao. So nyinyi mtu anasema wacha kutaja fulani, nyinyi mnajielewa? Ukisema wacha kutaja fulani, anafanya nini kwa mtandao? Kama umekuja kwa mtandao, tutaongea anything. Ukifanya mazuri tunaongea, ukikosea mahali tunaongea. Kuna huyu Ruto, kabla niendelee story zetu. Ruto our president, kuna mambo amefanya mazuri, kuna mahali amekosea. Na juu ya kukosea ameitwa majina mengi, Zakayo the tax collector, amepewa Kasongo. Yani amepewa majina mengi. Na watu wamemake content. Leo hii venye tumeamka masaa kama hii, kuna watu wamemake content na President Ruto leo hii. Kwanza ni ya politics na watu watamake zaidi. Kuna huyu mwingine anaitwa nani? Huyu naibu wake amepewa Wamuthende. Yaani ukifanya kitu kidogo hiyo sasa ndio inaenda nayo. Sasa hiyo ndio mambo na politics, internet, mambo na mtandao. Wewe ulikubali kukua kwenye mtandao. Na hiyo ndio kazi ya mabloggers ama content creators. Kuna huyu babu, huyu mzee, ndugu ya baba anaitwa nani? Oburu. Mnaona saizi venye ana trend. Unasikia anasema nini? Hatuwezi kaa bila power, weka power. Tuwekee power, tuwezi kaa bila power. Na ana trend. Na ni mtu ako kwa serikali. Alafu sasa tu YouTuber akiongelelewa, mnataka kusema ni nini? Sisi tutaongea, hatutaacha kuongea. Huyo jamaa mwingine ule Mkamba wenyu huyo ama Mkamba wetu, acha tumuite, anaitwa nani? Huyo alipewa jina Watermelon. Na watu wana trend, watu wakubwa kwa serikali wana trend, kila siku wanaongelelewa. Wana make content. Wacha kwanza niwaambie for your information, serikali inaruhusu umake content. Imeruhusu, serikali yenyewe imeruhusu. Hata Ruto alisema kama uko na simu na uko na bundles, make anything yenye watu wanaweza watch, kupunguza wizi, watu wajikeep busy, hakuna kazi. So being a content creator, sioni ati mtu anaweza sema ati wacha kumake hii content ama nini. Wewe kama content creator ndio utaamua leo unazungumzia nini. So guys, mimi hapa sioni mtu mwenye ataniambia ati sijui usimake. Hata mkikataa I'll make. Yes. Doreen sijui mwezi kula bila kutaja fulani. Hii YouTube iko na 600 subscribers. Nani aliwaambia YouTube inalipa na 600? Lakini watu mko funny. 600. Nyinyi mlisikia YouTube inalipa wapi na hundreds? YouTube ndio ianze kulipa ni 1000 plus. 1000 plus. Na kuna mambo ingine hapo na consider kitambo iende kulipa. Msishangaa hata hii YouTube maybe kama ni kunilipa inilipe kuanzia mwezi wa 5 wa 6 huko. Nani aliwaambia ati unalipanga hivyo tu venye unafikiria? It's a process. Anyway, hiyo ilikuwa by the way, mimi hata sishtuki ati fulani amesema waacha kuongelelea nani. Hiyo ni vitisho baridi. Hebu nione kuna message hapa nitoe kwa screen. So guys, nataka tuendelee. Hata sijui mbona nimeenda huko. Maybe nilikuwa nataka ni explainie, kuna watu hawaelewi. So guys, iko hivi. Hiyo video acha niseme ikae ni kama ni gossip ndio mtu aelewe, kwa sababu nikisema tu ni watu hawaelewi. That video, ukirudi kwa Doreen Kavetsa YouTube channel, kuna video nilipost. Video ambayo nilipost mwezi mmoja uliopita,
inaelekea miezi miwili. Hiyo video nikipost, kuna mtu alidhani ni content. That was not a content. No, hiyo haikuwa content, haikuwa content kabisa. Okay, nikiwa kwa usingizi niliweza kuota. Unajua kila mtu ako na malaika wake, hata wewe uko na malaika. Kila mtu ako na malaika wake ambaye umuongoza kwa maisha, lakini huwezi muona. So nikiwa nimelala niliweza kuota, ni kama nasikia sauti nasema hakunanga mitume YouTube. Usiamini hizo vitu, hakuna mitume YouTube. So wakati niliamka I was like, hakuna mitume YouTube? How? Ulisikia wapi? Kwani nimeanza kuota vitu gani? Nafanya watu wanasaidia. Nikapuuza. So wakati nilipuuza, wiki kapita. Baada ya wiki moja niliweza kuletewa ndoto. Nilirudi kuletewa ndoto. As long as kama we ni Christian na wewe unaomba, lazima ukuwe unaota. Na kama unajua wewe uotangi, then uko na shida. Mwanadamu kamili inafaa kuwa anaota. Inafaa ukuwe unaota. Na kama unaota vitu mbaya, kemea. Na kama unaota vitu vizuri, claim. Idaishe, zikuje na zitendeke kwa haraka. So nikiwa naota, nilikuwa nasikia ni kama nasikia sauti nasema, unajua kile ambacho kinaendelea. Hakuna mitume. Hutaki kuambia watu ukweli. Wakati punishment itakuja, you'll be the first person kupokea hiyo punishment, kwa sababu unajua na hutaki kuambia watu ukweli. So nikiamka I was like, hey, juzi niliambiwa kuna mitume. Leo hii naambiwa nimejua kuna mitume na sitaki kuambia watu ukweli. Nikuje niambie nini watu ukweli? Hiyo ilikuwa Saturday usiku. This is not a cooked story. Na unajua uongo usaulika. So hii si uongo. Na kama unataka kujua si uongo, rudi kwa ile video ambayo nilipost hiyo mwezi na imepita. Sasa nikiwa nimekaa hapo that Saturday, nikiamka nikiangalia saa ni saa 10. Saa 10 kamili. Sasa nikashindwa, asubuhi. Sasa hiyo ni Sunday. Ni Saturday, usiku wa Saturday ndio tuamkie Sunday. Nikauliza, najua ukweli, sitaki kuambia watu hakuna mitume. Na yale maji ambayo watu wanauziwa ni maji ambayo inachotwa tu kwa tap. Wanachota tu maji, wananunua vifuniko, wanaombea, alafu mnauziwa. Sijui kama mtu ananielewa. So nikiwa pale, hiyo Sunday niliamka, kitu nilifanya mimi Sunday sikosangi church. Hata ukipata nimepost video Sunday, hiyo video nakuanga nimeshoot wapi? Saturday. So mimi nikaenda Sunday church. Nikiwa pale ilikuwa ni kama naomba sana. Juu kanisa yetu ni ile ukiingia kuna ile time ya worship. Mnaweza worship hata 3 hours, hata 4 hours sometimes. Worship tu peke yake mkiomba. So wewe utafute time yako uombe, wanakupatia ruhusa, mnaomba kwa wingi plus mapastors. So mimi nikapiga magoti, nikaomba, nikapata ile breakthrough. So nikiwa naomba msamaha, Mungu please nisamee. Nilipokea ujumbe lakini nikapuuza. I thought it was a joke. So nikaomba msamaha, nikalia, nikajikusanya, nikajimwaga. Nikiwa pale nilikuwa nimeshika Bible kwa mkono hivi. Nikasikia sauti na niambia, read Psalms 94 verse 1 to 23. Psalms 94 verse 1. Wakati nilifungua macho, juu nilikuwa nimeomba sana mpaka nikajikuta ni kama nilikuwa nalia, nikapanguza machozi, nikakaa kwa kiti. Kufungua Psalms 94 verse 1 to 23. Let me tell you Maina. Nilisoma that verse and I was like, hii punishment mimi inikujie. So nikiwa pale niliomba Mungu msamaha sana, nikanyenyekea kwa madhabahu. Na nikitoka pale, ngoja, najua kuna watu wapendi kusoma Injili. Ngoja niwasomee tu hata kama ni chapter moja. Ndio mtu aamini chenye nasema. Ni Psalms 94. Psalms. Kuna watu wapendi kusoma Bible, kuna watu wapendi, hata wakisikia bado wataona ni kama sijui nadanganya. Psalms 94 chapter. Nataka mwende msome. Nyinyi wenyewe mwende msome. 94 verse 1. Nataka niwasomee tu kama verses ngapi? 2, 3. Nataka usikize hii neno vizuri. Inasema, Bwana, hiyo ni Psalms 94 verse 1. Bwana, Mungu wa kisasi uangaze, mwenye kuihukumu nchi ujitukuze. Uwape wenye kiburi stahili zao. Bwana, hata lini wasio haki watashangilia? Je, wote watendao uovu watatoa maneno na kusema majivuno na kufanya kiburi? Bwana, wanawaseta watu wako, wanautesa urithi wako.
Wanamuona mjane na mgeni, wanamfisha yatima, nao husema Bwana haoni, Mungu wa Yakobo hafikirii. Enyi wajinga miongoni mwa watu, fikirini. Enyi wapumbavu, lini mtakapopata akili? Aliyelitia sikio mahali pake asisikie? Aliyelifanya jicho asione? Awabudie mataifa asikemee? Amfundishaye mwanadamu asijue? Bwana anajua mawazo ya mwanadamu, ya kuwa ni ubatili. Na ukiangalia mstari wa mwisho 23 inasema, naye atawarudishia uovu wao, atawaangamiza katika ubaya wao. Naam, Bwana Mungu wetu atawaangamiza. Hayo si maneno yangu, hii ni Biblia. Kama hii Biblia yangu inasema uongo, chukua Biblia yako. So nikiwa na hiyo verse, nataka msikize kwa makini. Hiyo verse, nikipewa that verse, hiyo jioni ndio nilikuja kupost. Mkirudi kwa post zangu pale kwa community, niliweza kupost nikisema kwa kweli nimekuwa nikijua mitume hawako, lakini nilipuuza. Hakuna mitume YouTube. Okay, baada ya siku 2 kuna watu waliamini kile nilisema. Kuna wengine wale tu doubting Thomas, wakavuruga. Anyway, no problem. So mimi nikiwa pale baada ya siku 2 3 niliweza kutoa video juu niliona that post haijatosha, na nikitoa video nilitoa kwa ukali sana nikikemea hawa mitume, kwa sababu guys, this information hata si yenyu mafans, ni hao YouTuber ambao wanajifanya mitume. Nyinyi hata msipoamini kile Doreen anasema, kile Biblia Mwenyezi Mungu inasema, msipoamini Doreen, these mitume, these YouTubers wanajua kile Doreen anasema ni ukweli, they know. Na nikipass that message I was like, mimi sitabeba mizigo ya watu. I was to pass the message na nilipass. Na uzuri ni eti ilifikia wenye ambao ilikuwa ifikie, na walipokea. Mitume walipokea ujumbe, najua waliwatch. Hawezi comment, najua waliwatch. Hata hii watawatch. Na mimi kufikisha huo ujumbe ilikuwa na nawa. Mungu asiniadhibu kwa nini hukusema. Niliona kama ni ngumu sana kupass that message, but nilipass. After that, kuna YouTuber mmoja alifanya kitu ingine ujinga sana, sitaiongelelea leo, nitakuja kuwaambia alifanya nini kwa sababu ya kusema hakuna mitume. Na nikisema hakuna mitume, nilisema YouTube mzima, sikuwahi taja mtu, kwa sababu watu wote kuna mitume YouTube. Na bado kuna mkisi mwingine juzi nimeona pia ameintroduce mtume. Content creators. Okay guys, kulingana na hii information, wakati nilianza kupinga hakuna mitume YouTube, kuna watu walinirusha mawe, wakasema Doreen umehamia group B. Kwa nini umeenda group B? Mnataka nisimame na uongo kwa nini? Watu wakiongea ukweli, yani uongo una spread haraka. Ukisema ukweli watu wanaona ni uongo, na ukisema uongo watu wanaona ni ukweli. Mimi nikasema vizuri kwa hiyo video, mkirudi kwa Doreen Kaveta, nikasema kwa hiyo video, juu ujumbe ni Mwenyezi Mungu, sitasaliti Mungu. Ninaenda kusema ukweli ambao najua, na kile sijui sitasema. Na si vizuri kuwapa na jina Mwenyezi Mungu kusema kuna mitume na unajua hakuna. Maana wakikuwa punished, will be punished too. Na nilisema nikisema this message, it's from God. Na kama Mungu mwenyewe ataruhusu subscribers waende kwa sababu nimesema ukweli, na waende, Mungu ataleta wengine. Mimi I was not after content. Na nilisema kama mwenye anaona Doreen amekuwa mbaya, anasema hakuna mitume na kuna mitume, waende tu. Mimi sina shida. Guys, nataka nirudi kwa mafans. That message ilikuwa ya YouTubers. Hata kuna wengine 3 pia nilipewa ujumbe wao wakisema si mitume, lakini niliambiwa nisiwaambie. They are going to be punished. Wangapi? 3 wanaenda kukuwa punished, hata siwaambii. Najua watawatch hii video. Okay guys, nataka niwaulize swali. Kwa wale ambao mnaamini kuna mitume, juu mkiambiwa hakuna mitume, mnakaa ni kama channel ni yenyu mnajua. Niliwaambia kitu ifanyika kwa channel, ni mwenye channel na wahusika wa pale na Mwenyezi Mungu. Kwa nini unaamini kitu ambayo hujui? Mimi nimesema msiniamini kile nasema. Mungu mwenyewe ndiye anajua nasema ukweli. Na naapa na jina Mwenyezi Mungu. Na wale ambao napea information wanajua Doreen anasema ukweli. Nataka niwaulize swali. Kumekuwa na mitume kwa YouTube. I really thank them. Nawashukuru sana. Kwa wale ambao walifuata, walisikia ule ujumbe Psalms 94 verse 1 to 23. Nawashukuru sana, mlifanya kazi nzuri kusikia sauti ya Mungu, maana mngeadhibiwa. Na kuna wale ambao wamechange. Guys, hata nyinyi mnaona tangu hii kitu ianze hakuna mitume. Kuna mitume wamepotea. Wametoka kwa sababu wanajua wanafanya makosa.
Si hata nyinyi mnaona saizi hakuna mitume. Mjiuliza wameenda wapi? Si eti mashida zimeisha, hapana. Bado kuna tu mashida. Lakini wameondoka. Mnajiuliza wameenda wapi? Wameogopa ile punishment ya Mwenyezi Mungu. Na si kuogopa tu, wametii sauti, wameheshimu, wamejua wamefanya makosa. Okay, nataka niwaulize, mmekuwa mkienda kwa hizi channels ambazo ziko na mitume. Ukifika kwa hiyo channel, mnaambiwa toa dhabihu. Ni sawa, dhabihu si mbaya. Ukienda kanisani, kuna hii sadaka unatoa. Kuna agano, unatoa sadaka, unatoa tithe, ni sawa, unatoa. Ikiwa pale, hiyo dhabihu, mtumishi ndio huwa anatumia hiyo dhabihu na anagawia wafanyikazi wa kanisa. Inakaa ni kama anawalipa mshahara. So in short, ni pastor huwa anakula dhabihu, sadaka na mambo zingine, pesa zozote zimetolewa na wale ambao wako pale kanisani kama viongozi wanatumia, kwa sababu Biblia inasema unakula mali umefanya nini? Umefanya kazi. Watu ambao mnaamini ati wanaburuka, wanatoka kwa mawingu na wanakujanga na mic ikiwa ready set, sauti mnaisikia vizuri. Juu sijaiona mtu akiwekea mtume mic. Wanakuja na sauti yao vizuri, wamejicollect na mic kutoka mbinguni na nguo zao za white. Wakati hao watume wamekuwa wakiapia, wanawaambia nataka dhabihu. Mmejiuliza wakiburuka wanaendanga wapi na zile dhabihu zenu? Wanapeleka wapi dhabihu? Mungu amesema, Mungu amenituma, Mungu amewatuma. Nani amesema Mungu amekutuma dhabihu? Mungu anatumana dhabihu aje? Mungu anatumana dhabihu hapa ulimwengu. Ni sawa, Mungu ametumana dhabihu. Ni lini tu mumeona hawa YouTubers wakisema fans, leo mtume amekuja na amesema kesho atakuwa kwa live. Na akiwa kwa live amesema mafans kama 20 ama 100 mkuje mahali fulani tukusanyikane pale, na tukiwa pale tutakuwa kwa maombi, tukiomba atakuja, na akikuja atabariki wale walitoa dhabihu ama atabariki kila mmoja na ataponya wale wagonjwa. Ni lini mmepigia YouTuber simu mkamwambia leo nataka nikuwe kwa hiyo live yenyu, nataka nione mtume akuje, niko na mashida mingi? Hawa mitume wa YouTube ni lini wameenda kanisani kuombea watu? Kwanza nakwambia wakifika kanisani itakuwa breaking news. Kula huyu mtu alikuwa anajiita Yesu wa Tongareni kule Western. Wakati walijua tu kuna Yesu wa Tongareni, mliona venye makamera zilitembea kule Western wakiendanga kwa Yesu wa Tongareni? Mliona venye kamera zilitembea huko? Sasa ndio itakuwa ati mtume amekuja kwa channel alafu Citizen haijui. Ati mtume ako YouTube alafu wagonjwa wako hospitali. Mbona watu wasikuja hata wachukua hao mitume wapeleke hospitali? Ni lini mkiona hao watume wakikuja hata kwa nyumba yenu? Okay, wale ambao mmekuwa mkitoa dhabihu. Ni lini mtume amekuja kwa nyumba yako akakwambia ile dhabihu ambayo umetoa imefanya kazi? Unajua, mimi kitu naweza taka kusema, mimi napenda niongee ukweli na sitaki uongo. Hawa watu ambao wanatumia watume, kuna wengine wanaomba mpaka unasema, "Hey God, I need you." Kuna watu wako na breakthrough ya maombi. Wanaomba vizuri sana. They are doing an amazing job. Lakini kile kitu Mungu hataki ni eti unaomba, una spread gospel, alafu sasa una fix Mungu penye astahili. Eti Mungu amenituma dhabihu na unajua ni uongo. Mungu hapendi hivyo. Wanajua tu vizuri Mungu hajatumana dhabihu. So wanatumia jina ya Mungu kujibenefit. Wakati wanachukua hiyo dhabihu, mnaona wamenunua magari, wamenunua nini. So Mungu akiwa punish, hiyo gari ujui kama itashika moto ama itapata accident ama ujui kama bank itakuwa freezed. Cause hiyo dhabihu wakati mnachukua, mnapelekanga hata children's home. Mnasaidia hata watoto yatima. Wamama wajane mnawasaidia ama mnajibenefit tu. Cause guys, hakuna mitume. Nimewaambia hakuna mitume. Yule na niliwaambia kwa that video, mkirudi pale nyuma, nilisema mimi niko ready kwa anything ambayo itafanyika kulingana na kuongea ambayo mambo na kusema mitume. Kama ni ukweli hawa kuna hawa mitume, nataka mtume mmoja ama hawa mitume wote juu wako na zile nguvu, wanasemanga ati wanavuruta mtu wanamleta. Nataka mtume mmoja anivuruta anilete kwa channel ya fulani, na akinileta kwa hiyo channel waniadhibie pale mafans wakiona Dorina kwa nini anaongelelea mitume vibaya. Kama kuna mitume wa kweli, wakuje wanivuruge kwenye anga, wakuje kwangu nyumbani, wanitandiki, ama wangoje tu nikiwasha kamera hivi, wanitandiki na waniforce ni post that video. Sijawahi ona mtume, sijawahi ona mtu akinikujia, sijawahi ona anything. Alafu nyinyi mko pale, mnaamini tu vitu za mtandao. Mtu anakosa kwenda church Sunday ati kuna mtume mahali.
Mimi kitu nafanya ni shukuru hao watu, kuomba wanaomba vizuri. Shida ni eti wana fix mtume mahali hastahili. Mungu mwenyewe hajaachilia mtume. Na kama Mungu angeachilia mitume, inafaa anze na kanisa. Kule maombi inafanyika kila siku kila wakati. Inafaa anze na kanisa, si eti aanze na YouTube. Na kama kuna mitume YouTube, kwa nini hizi channels zingine hazipatangi mitume? Kuna wale content creators wengine wanakuanga na mashida. Mmeiona mtume? Dorini kwake tu mmeiona mtume? Watu wote wanapinga stori za mitume, mmeiona mitume kwao? So mfunguke akili na mjiulize, juu watu wamekuwa wakiongelea hii story, mitume wameenda wapi? Mimi najua wamefuata haya maandishi na wamefanya vizuri, na kama hawatafuata punishment ambayo itawapata, hiyo ni yao. Kama wanataka kukaa chini wasikilize ground kunaenda aje, watarudia mitume, ni sawa, punishment ni yenyu. Guys, nimwambia hawa YouTubers wanaelewa Doreen anasema nini. Ni nyinyi mafans hamuelewi kwa sababu hamwambiwi ukweli. Na kama kweli kuna mitume, inafaa pia nyinyi muitwe kwa live. Cause ni kama sisi ni YouTube family. Inafaa ualike hata fans 2 3. Uambie leo kuna fans, nataka muone mtume live. Watu waache kudoubt. Okay, mnasema kuna mitume. Unapata channel iko na mashida, alafu wanaleta mtume. Mtume badala aenda okoe mtu ambaye yuko kidnapped, anakuja anasema ati mpaka atolewe dhabihu. Na wativu huyo mtu akufie huko. Mtume ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu inafaa kuja kama amebeba mtu ambaye alikuwa kidnapped hivi, amlete. Cause niliona channel fulani, channel kadhaa, kulikuwa na mitume ambao walikuwa wanaleta mtu ambaye amekidnapiwa, alafu anasema mtolee dhabihu. Alafu sasa kuna hiyo channel nyingine ati wanaleta mitume on set. Mitume wanasema wanakaa hapo mpaka dhabihu itoshe ndio wamwende. Mtu ako kwa hatarini, ati wanakaa hapo wamwende. Okay, juu mnajua au mitume wanajua penye huyu mtu wako. Kwa nini wasiende wabebe huyu mtu hivi wamuokoe? Kwa sababu wametumwa na Mungu. Na kama umetumwa na Mungu, ina maana unajua pali kila kitu inafanyika, unajua. Watu wote walikidnapiwa, unajua. Inafaa tu uende walete to make the work easy. Lakini channel iko na mtume, mission inaanza January to January. Na iko na mtume. Mtume gani huyo? Mtume wa msheveve. Au ni mitume wa misheveve, kukula ugali na misheveve? Mission inafaa ikuwa accomplished. Mission inafaa iende mwaka na mwaka. Ni mission iko na pastor peke yake, kwa sababu pastor si mtume. Pastor mpaka aende kwa madhabahu aombe, aende aote ndio aendeleze mission. Asipopewa information, mission haitaendelea. But anyway, I really thank God walitoa mitume, saizi wamebaki na mapastors na wenyewe ndio wanafanya nini? Wanaomba. Alafu kama we ni pastor, uko pale, yale mambo yanafanyika, unajua hakuna mitume, uambii watu hakuna mitume, uko pale kuprotect the brand. Okay, punishment wakati inakuja, pastor, si mnaona kama mtaepuka? Juu mimi wakati huo nikitoa that information nilikuwa mkali sana. Hata heading mkirudi pale nilisema, Mungu anza na hawa mitume, kwa sababu wanachafua jina lako, wanaharibu jina lako. Mungu anasema hapendi uongo. Mungu anakataa, hapendi uongo. Usitumie jina lake kwa uongo. Usiape na uongo. Mnaapa na uongo, mnatumia uongo, mna collect pesa na uongo. Watu wazuri, YouTuber wazuri, si ati tunapinga kazi zenu. Ubirini Injili. Ubiri Injili, preachia watu. Ikifika ni time mnaambia watu, fans, mmeona kazi ambayo tumefanya ni nzuri. Kwenda mahali fulani tunatumia mafuta. Tunaomba mtu support na mafuta, alafu mtoe sadaka, ama mwenye anataka kutuma dhabihu atume, ama mwenye anataka kutusupport the other way to support. Lakini si eti uko pale unasema Mungu amesema. Alafu wanakuja na mic, wanasimama hivi, wanangorota na mic ati wanapass information. We, tokeni kwa usingizi. Na nilisema kama unataka kujua kama kuna mtume ama hakuna mitume, niliwaambia Roho wa Mungu hachunguzwi na mtu. Roho wa Mungu hachunguzwi kwa madhabahu ya giza. Roho wa Mungu hachunguzwi na watu. So niliwaambia usiulize mtu, usiulize rafiki, usiulize mtu kwa comment section, usiulize any YouTuber anything to do with mitume ama mambo ya Mungu. Uko na magoti, ulipewa magoti. Enda upige magoti baby girl. Mama, kuna huyu mama mzima ako 72 years. Huyu naye nitamuaddress. Anajiita nani? Sijui Josephine Mogere. 72 years, mam. Mam, nilikuwa nakupenda sana lakini unapotosha watoto. Ambia hao watoto wanakosa. Ikifika ni kwa dhabihu, wa collect dhabihu. Wakisema wanatoa dhabihu ama waseme wanaomba pesa. Wanaomba sadaka. Mwenye anataka kutoa sadaka yake juu ya kazi nzuri wamefanya. Ama mtusaidie pesa ya mafuta.
Mtusaidie pesa ya kula leo, lakini msitumie jina ya Mwenyezi Mungu. Wewe mama Mogere, wacha kukani kama unachangia mabaya. What if punishment ikupate? Unatetea kitu ambayo hujui. Alafu unajifanya unajua kushinda hata YouTubers. Sisi ndio tunajua chenye kinaendelea kwa ground. Apart from dream, apart from vision, Doreen anajua chenye kinaendelea kwa ground. Doreen akisema, wewe fan uko pale, unataka kusema unajua kabisa. Unajua nini? Unajua nini? Alafu nataka niwaambie, kwa serikali, hakuna serikali inaruhusu. Kuna huyu journalist ambaye alikuja hapa akanisaidia ku expose watu fulani na mliona alienda. Kwa sababu alisema alifuatilia hizo vitu akapata ni ukora. Akaenda. Kwa sababu kuna maafisa wawili walikuwa exposed na hata mlisikia wakisema fulani si ofisa tuliconfirm. Fulani si IPOA tuliconfirm. Sasa mnataka kupiga Doreen vita juu ya kusema ukweli. Mwambie watu ukweli. Ukweli tunaomba kitu fulani, tunaenda mission ya kitu fulani, lakini msitumie Mungu. Mimi ikifika upande wa Mungu, hata mniambie sijui Doreen ni nini, afadhali hata nibaki na subscriber mmoja. Ikifika ni mambo ya God. Nikipewa information, nataka nifikishe jinsi ilivyo. Mimi siwezi beba ati bebea watu mizigo. No. Na kama unafanya vizuri, unafanya vizuri. So in this case, I want to appreciate these people ambao walisikia sauti ya Mungu, ambao walikaa chini wakajiita mkutano, wakajua wanafanya makosa, wakaondokea story ya mitume. At least saizi hakuna mitume wanatangatanga ovyo ovyo, hakuna mitume. Lakini kuna watu wawili watatu vichwa ngumu. Hata nimeona mkisi mwingine pia ameleta mtume. Nyinyi mtapigwa. Alafu mnakuja kuniambia ati wao sijui fulani na pastor fulani na fulani walisema kuna kitu itatendeka. By the way, mimi hata naomba kitu itendeke. Kama hao mapasta wanaomba kitu itendeke kwa YouTubers, na Mungu atende kwa haraka. Mungu atende jambo. Na nilisema mwezi wa 6 isipite. That's why unaona kumekuwa na hii vurugu. Hakuna venye utaabudu Mungu at the same time unajichanganya. Doreen yako Illuminati. Hii channel yangu maiona nikipost anything to do with evil spirits, vitu za mashetani, maiona nikipost kwa hii YouTube yangu. Hii channel yangu maiona hata story na Illuminati mahali popote. Na niliwaambia mwenye anaamini Doreen yako Illuminati, napenda maombi, niite Doreen. Leo nataka nikufanyie deliverance, I will come. Leo tunataka tuende maombi, nipinie location, nitakuja. Wacheni kukaa ni kama mna praise shetani, mnaficha maovu, mnafinyilia, mnataka mfunike. Mnafunika maovu ndio nini fanyike? Mimi sitakuja kusifia maovu hapa juu ya subscribers. Sitakuja kusifia mambo mabaya hapa juu ya views. Kama ni subscribers watafanya wajae juu ya kusema maovu na wacha tu ikae. Sitakuja kusifia watu hapa juu wanafanya mabaya eti na wasifia. Unasifia ubaya? Mimi nipige kiboko ya watu? No, not Doreen. So guys, I hope nimewajibu. Kama kuna mtu ako na swali aniambie. Nimwambie hii information Psalms 94 verse 1 to 23. Kama wewe hautaridhika kama fan, usiridhike ama niulize swali. But hii message, hii ujumbe penye inaenda, wanajua Doreen anasema nini. YouTubers wanajua Doreen anasema nini. Hakuna mitume. Na nimerudia, hakuna mitume YouTube. Hakuna mitume, watu wako kazi, watu wako mboka. Na kama kuna mitume mwenye unataka kuamini, nimesema usiulize mtu, nenda kwa magoti yako mwenyewe. Fast 3 days. Mwenyewe utadecide. Kama utafast dry fasting, kama utaamua ukule asubuhi peke yake ufast ukiuliza Mungu ni nini inaendelea, fanya hivyo ndio uridhike. Usiulize mtu yoyote, usiamini mtu yoyote. Nenda kwa Mungu, nenda kwa magoti. Kama wewe mwenyewe unaamini Mungu na unaweza omba, do it. You'll thank me later. Anyway guys, sina ubaya, sipingi kazi ya mtu. Mimi ni blogger. Na kuna ile sometimes nakuanga na ile neema ya Mwenyezi Mungu. So nikiletewa ujumbe, nitaipasi venye iko. Na mimi kama blogger nikisikia leo naamka kuongelelea kitu fulani, I will do it. So mimi siko hapa kuambiwa fulani leo usipost kitu fulani, usipost. Wewe kazi yako ni kuwatch. Doreen kazi yake ni kujua na post nini leo. Na kama utajisikia utaki kuwatch, then tena utajipa tu shughuli. Yes, tutapost. Mimi nikisikia leo naongelelea fulani, nitamuongelelea. Nitataja yule nataka. Na nikitaja namtaja kulingana na mazuri ambaye anafanya. Nitamtaja kulingana na mabaya ambaye atakuwa amepatikana pale. Like in this case, mitume wamekuwa wakitumika vibaya. Vibaya. That's why nilisema Mungu anza na the so called mitume. So usikuja hapa kusema ati fulani, usitaje fulani. Au ni content creators, we are content creators. Tutatajana.
tutatajana. Na mimi nimekuwa nikitaja fulani mwaka mzima kwa mazuri, ati mambo inaharibika msimtaje. Wewe unisikia wapi? Are you dreaming? Are you dreaming? Atunaambia content creator leo usifanye content. Wewe wacha mchezo. Wewe unaona hii simu ni yangu. Simu ni yangu. This is my body structure. I'm using my sound. Alafu na update kwa channel yangu. Channel ambayo mtu yeyote hajainifungulia. Nakaa chini nikafungua channel hivi. Mimi mwenyewe ndio naioperate. Sasa wewe unakuja kuniambia ati usipost, na bundles zangu, wifi ni yangu, simu ni yangu, content ni yangu. Fulani tu juu ya kutajwa. Anyway guys, mimi sina shida na upande host anyone. Mimi naweza host mtu yeyote yule, na si eti fulani amekosana na fulani usikutane na fulani. Watu hawaishi hivyo. Kuna watu yani unataka akikosana na fulani pia ukosane na yeye. Nani alikwambia hivyo? Ati anko akikosana na dad unakuwa pia adui wa anko kwa sababu amekosana na dad? No, akuendangi hivyo. Kama fulani amevurugana na fulani na mmekuwa marafiki wote, ustahili ukuje pia wewe useme juu fulani anavuruga fulani pia mimi simtaki. No. Na mtu ukianza ukiona mtu anavuruga kitu ama anakataana na kitu fulani, jiite mkutano, kwa nini anakataana? Na amekuwa kule, hii kitu imekuwa ikifanyika, kwa nini anaisema saa hii? Sasa mtu akinyamaza mtasema kwa nini ulinyamazia? Wacha watu waongee. Wewe kama fan ongea kutoke. Na kama uelewi chenye uelewi usitype, wewe type na uende. By the way kuna watu wako na matusi. Wewe leo hii hata ukikuja kunitusa hapa comment section, nitakuwa na kuacha love emoji. Nitakuwa na type love emoji. Story inaisha. So guys, nawapenda sana, mkuwe na siku njema. Na kama hujasubscribe, remember to subscribe. Mkuwe na siku njema sana. Thank you so much guys. Bye bye.